Kristo asifiwe. Biblia inasema kwamba heri kuchagua jina jema kuliko utajiri na heshima. Kwa hiyo tutapata kutambua kwamba maisha bila Yesu Kristo si kitu. Hata kama una pesa, maisha bila Yesu sio kitu. Hata kama una kitu chochote ambacho unakipenda sana kwenye maisha yako, lakini kama una Yesu, ndugu yangu, ni kama tu hamna chochote kile ambacho unacho, kwa sababu baada ya kufa hiyo vitu vyote kinachofuata nini? Unaviacha. Lakini Yesu Kristo, yeye ni yule jana, leo na hata milele. Hata utakapokufa, kama ulikuwa una Kristo, atakuwa pamoja nawe hata katika kifo chako na baada ya hapo utaenda kukutana naye. Kwa hiyo bora ukachagua jina jema ambalo ni jina la kuwa mtakatifu. Kuna watu wengi ambao wanahangaika na mali mpaka wanaua ndugu zao, lakini uliza maisha yao yanaishia wapi? Unakuta mwisho wake unakuwa mbaya, na akisha kufa zile mali zake zinamfuata na yeye. Hata watoto wake unakuta hawazifurahii, na wakati mwingine hata kama akiziacha, lakini bado huko anakoenda inakuwa ni majuto makali. Ndugu yangu mpendwa, Yesu anakupenda. Hizo mali unazozisumbukia ni za kupita tu. Hayo majumba na vitu vingi unavyovipigania ni vya kupita tu. Angalia leo hii kulikuwa na watu wengi sana, lakini leo hawapo. Wewe ni nani ambaye unasumbukia vitu vya kupita? Baada ya hapo utakapokufa utaviacha. Na kibaya zaidi ni kwamba mtu akisha kufa, maisha anayoenda kuishi huko yanakuwa ni maisha ya milele. Kwa hiyo bora umtumainie Mungu. Yesu anakupenda. Unaposikia ujumbe huu, bora tu utubu dhambi zako, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa na umri mdogo kuliko hata wewe, lakini hawapo tena, walishakufa. Sasa bora umwamini huyu Mungu na kumtukuza yeye, kwa sababu hauna garantia ya maisha yako. Hujui ni lini utakufa. Hatusemi kwamba umtumikie Mungu kwa sababu utakufa, hapana. Kwa sababu kwanza Mungu anakupenda, lakini pia ni kwa ajili ya uzima wako wa milele na hata sasa pia, kwa sababu wanaomwamini Yesu Kristo, neno la Mungu nasema kwamba ndani yao itatoka chemchemi ya maji ya uzima yaliyo hai. Wamtumainiao Bwana hawatahitaji kitu. Ni kwamba hata kama kuna mapungufu mbalimbali kwenye maisha yao, lakini hawatahitaji kitu, kwa sababu Mungu anawapa utoshelevu na kuridhika. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu akubariki, mwana wa Mungu. Utakayekubali kusikia sauti hii, ninakushauri umwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaweza ukafuatisha maneno haya ukasema, nitakachokuwa nikikisema na ukafuatisha. Basi kama unampenda Yesu na upo tayari akae ndani yako, kwa sababu Mungu aga anakaa ndani ya mtu. Bila Mungu kaa ndani yako, hauwezi kufanikiwa katika maisha ya kiroho ya haki, hauwezi kufanikiwa. Lakini pia hata ukifanikiwa katika giza inakuwa ni mauti. Maana neno la Mungu nasema kwamba kufanikiwa kwa mtu mwovu ni kwa ajili ya uangamivu wake. Basi unaweza kufuatisha maneno haya, mtu mpendwa. Utasema, Bwana Yesu Kristo, ninakuja mbele zako, naomba unisamehe dhambi zangu. Futa jina langu, Bwana, katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Dhambi zote nilizozifanya, ninaomba neema ya kutokurudia tena. Kwa msaada wa damu yako, ninamkataa shetani na kazi zake zote, asikae ndani yangu kwa jina la Yesu, bali na kukaribisha wewe ukae ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unisaidie kuishi katika haki. Ninaamini ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili yangu na tena ulifufuka kwa ajili yangu. Bwana unitawale kwa jina la Yesu, amen. Basi kama umefuatisha maneno haya, Mungu akubariki. Nitaweka namba ya simu kama ukiguswa kama ukiguswa kushiriki ibada pamoja na sisi, na kukaribisha kwa namba ya simu hiyo. Lakini pia kama unahitaji ushauri wa kiroho mahali popote pale, Mungu akubariki, unaweza kanitafuta kwa hiyo namba. Lakini kwa wale watu waliopo Dar es Salaam, tunapatikana Tegeta. Ukifika tu Tegeta unaweza kanitafuta, kanisa lipo Tegeta. Bwana Mungu akubariki kwa ajili ya kukua kiroho, ushauri wa kiroho, lakini pia kwa ajili ya kufunguliwa kwa maombi na vitu mbalimbali. Mungu akubariki na kusaidia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amen.